Na mimi mchungaji nikueleze. Waimbaji, praise team, choir, yaani ndio wagonjwa kwenye eneo la utoaji. Na ndio maana angalia kina Christina Shushu, Sibati, Kukuku, hakuna anaekana mume. Atakaaje wakati yeye hana mchungaji, hajua anapeleka hapo fungu la 10, atakaaje? Waimbaji wote chunguza. Sisi kwenye mtandao mnasema sisi. Mimi nishawaambia wangenipa nafasi niongee nao. Tatizo liko hapo. Hawataki kutoa fungu la 10, hawataki kufanya hivi wala nini. Wala sadaka. Wanafanya matamasha, wanapata pesa nyingi na zote wanazila. Matokeo yake ibilisi yule ametumwa kwenda kuharibu ile ndoa. Mimi nakwambia utaenda kwenda bafuni. Unaenda kwenda kwa mmoja. Akisimama anaomba na nimwagia maji. Washirika wanapita hapa ndani kanisa anambia, "Bwana sio mchungaji." Amen. Kwa kumwagia. Choo ile ni fupi. Sijui hapa. Nyingine huko zimeweka ndani kanga. Nyingine imewekwa mfuko wa sulfate. Kweli? Hiyo baki imedai ni roho. Na hiyo roho lazima tushirike nayo. Unaona kawaida tu. Unaona tu zinaenda wani imeisha maisha hayo. Umeokoka mtu yaani mtu ambaye anategemewa na Roho Mtakatifu, mtu aliyejaa nguvu za Mungu. Wapendwa, sisemi ujenge gorofa. Sijenge ujenge skini lakini hicho boresha basi. Hata kama unatoka kwenda kule, lakini kimeboreka, kachoka zuri kifika kwa mtu, unasema huyu ni mpendwa. Mungu amemuokoa, Mungu amembadilisha. Sasa umebadilishwa. Wenzako wale wanaoacha kwenye ulevi na wao wanatumia choo kama hicho. Alafu unaenda kuambia naye Yesu, tubuni. Siku za mwisho zimekuja. Unaanza kuambia, "Mtachoma nyie." Anakushangaa. Anakushangaa. Yaani wewe uani unaenda kama mimi kamili hivyo hivyo. Kako kafupi hivyo hivyo. Au kana blanketi hivyo. Wewe. Umebadilika nini mtu wa Mungu? Umehamishwa wapi? Kuingia kwenye pendo la Kristo Yesu. Lakini tulikuwa na nje. Lipstick, umepiga safi. Nywele siko hivyo. Tufike nyumbani sasa. Acha mimi nishie hapo. Ndio somo la leo. Ndio somo la leo ndio nimemaliza habari ya sadaka. Ndio somo la leo. Na kabla sijaingia somo la leo, mchungaji wote tumalizie ubao ukitoka niweze kuendelea kwa dakika hizi chache. Hebu wapendwa, wakati malizia hii mambo ya sadaka hapa, mchungaji akitusaidia hivi, kwa wewe hapa nyumbani yeye mwenyewe kwa siku mnaweza kukalkulate ngapi? Kulingana na kipato. Yaani mimi nataka huyu aseme hicho kipato iwe ni 1000, iwe kuna 10,000 najua, kuna 5,000 najua, lakini tukienda kwenye ile tu kawaida ili chakula kiive. Jamani, si tunaelewa? Shingapi? Tumoja anasema 4,000. Na wengine mnasemaje? Ili chakula kiive jioni mle. Mnunua chumvi. Hata kama ulikuwa nayo, lakini chukulia tu umenunua. Umenunua kama mafuta hata kama ulikuwa nayo. Kwa sababu ni mwingine ananunua mafuta lita moja anaweka ndani au lita 5 au whatever. Lakini tuchukulie ile chakula kiive, kikamilike ule wali. Pamoja na kwamba ulikuwa na stock yako. Ni shingapi? Andika hapo FC. Twende tuna hiyo FC. Inawezekana. 6,000 Jumatatu mara siku ngapi? Jumamosi mpaka Jumamosi. Hata Jumatatu mpaka Jumamosi siku ngapi? Siku 7. Ni shingapi? 7 mara 6. 7 mara 6. 7 mara 6 ngapi jamani? 42. Mbona mdogo na kurudisha? Elfu ngapi? 42. Angalau umejitahidi chakula kimeliwa wiki nzima. Na pengine wakati mwingine hata unaweza kukuta watu mchana ukila kiporo. Ili tu jioni upike chakula. Si ndio jamani? Si ndio maisha yetu? Yaani mimi tuchukulie kama
kila kitu yani. Baba unatumia shilingi ngapi sasa? Shilingi ngapi? Ninafika kwa mwanzo shilingi 8 maana chai hata angalau kama hujanyosha. Haya, iweke 10,000. Hii baki na 10,000 chini yake. Ili twende kwa watu aina mbili tofauti. Bado sio shida. Ili chai, mwingine anataka kunywa chai na mayai mawili na nini, mara 7 unapata shilingi ngapi? 70,000. Hiyo ni mpaka Jumamosi. Sasa Jumapili umeshatumia. Jumapili unakujaje? 1,000. Lakini kwenye tumbo zetu 70 wiki nzima na familia. Alafu 42,000 basi kwa kiwango chini. Mimi nataka tujipime tu kwa huyu Mungu. Hiyo 1,000 yenyewe Jumapili unahangaika kuitoa. Yaani unahangaika. Kwamba ungeweza kucheki ulete 200 na mtu mmoja kwamba hajakuona, ungefanya hivyo. Alafu unataka Mungu yeye afurahie kwa hicho kitendo Joshua anachofanya. Yaani mimi Joshua ninachokifanya, nimekula 70, nimekula 42, na hangaika Jumapili kuja ninavyotaka. Alafu Mungu yeye acheke. Nataka tumchukue. Sawa? Mimi nataka tufikiri. Ndio jamani, tufikiri. Sina shida na 1,000. Sina shida na ngapi? Wapendwa, mimi kupata mafunuo. Nisikilize tu kwa makini. Natamani kiwango leo alikuwa na majukumu mengine ameshindwa kuja. Kupata mafunuo, tulienda pale kwa watu walikuwa wanajua zamani Nazi Hotel. Sasa tumetoka kanisani ibada ya kwanza. Vijana wametoka vioni wakati huo. Sasa tumekuja nyumbani, vijana wangu wawili wapo kama mimi mnavyoniona, vitimtimu kabisa hivi. Wameshiba. Niko na mke wangu na mimi tuko watu wangapi? Tumetoka ibada, tukaenda pale Nazi Hotel, pale ni service. Kwa hiyo vijana sasa wakaonyesha kwamba wao ni vijana, wakachota, wakachukua nachotaka, vikuku, vinini, nini, alafu na sisi tukachafua meza. Roho Mtakatifu pale ndio alianza kunifundisha na kunishika. Na ndio hiyo nikaanza kufundisha na Betheli na wapi kwa habari ya utoaji. Nikawaambia sadaka ni siri, sawa, lakini mimi ni baba yenu. Niambieni, maana bili iliyokuja ni 90,000 wakati huo. Sio wakati huo. Maana nasema hana kitu, yani nimebaki cheti kidogo kufika 90. Watu wangapi? Saa 4 asubuhi. Mchana naambiwa kuku bado sababu kuku utakula mchana. Na jioni leo nataka tule samaki. Hiyo tuache. Hii 90 nikawauliza kanisani tunaenda shingapi? Mama wewe sema kwako. Mama akasema. Roy akasema, Robi akasema, na mimi nikasema. Jumla hela tulioacha 20,000. Saa 4:90 mchana, yaani lazima tule 800,000. Uelewe kwa point. Jioni samaki itatoka karibu 180,000. Watu wanne, watu wazima, hakuna mgeni. Hivi kweli siku hiyo Jumapili imeisha, tumeenda 20, sisi tumetumia 400,000, 300,000, laki. Huyu ni Mungu au ni nani tunayemtumikia? Kwa hiyo sisi, mimi nikawaambia familia yangu, haiwezekani matumbo yetu, nafasi zetu tukazifanya za kwanza kuliko Mungu. Haiwezekani. Kutokea hapo ndio nikapata mafunuo haya tunaendelea kujifunza. Na tukapunguza, tukaamua kwamba yaani jamani, kama sina ulazima wa Jumatatu kula vyovyote ninavyotaka kula, lakini lazima ndio una ushirika na Mungu. Hiyo ndio ilinipa mafunuo sasa. Na ukiwa unamfikiria Mungu Jumatatu, tayari una ushirika na Mungu, na lazima Mungu awe karibu na wewe. Kwa nini?
umekuwa karibu na yeye. Kwa nini nawaza kwamba hii Jumatatu itapita sijaweka hata 500 kwenye bahasha? Ninazo bahasha zangu hapo. Na nikawaambia, mimi kwanza chai na ukunywa mimi. Ni ile inaitwa cappuccino, sijui latte, kikombe chake ni 5,000. Baki anatengeneza kwenye mashine. Hiyo kahawa. Sasa na kunywa vikombe viwili kwa siku nikitaka. Sasa nikafika mahali nikasema sinywi tena vikombe viwili. Hata hicho kimoja naweza nikaacha kwa ajili ya ufalme. Kwa hiyo nachukua ile hela ambayo ilikuwa ni ile chai na weka kwenye bahasha. Naacha kunywa chai, naenda kwenye bomba la maji yamechemshwa pale nyumbani au iko kwenye stove na kunywa. Kama basi ni king. Unaweza mkiamua kawaida. Lakini nimekuwa na ushirika na Mungu. Kesho asubuhi ilikuwa tule sijui vitumbua, sijui ameleta nini, sijui inatengenezwa, tunapunguza hizo budget kwa ajili ya ufalme. Napata 500, napata 1000 kwenye kupunguza ile budget ili niweke kwenye bahasha. Niwe na ushirika na Mungu, lakini pia najiandaa kwa ajili ya utoaji wangu Jumapili. Namalizia hivi. Nikienda sheli, nakupa tu mifano. Kwamba kama sio kwenye chai, sio kwenye chochote na chakula, basi hata sheli. Naweka mafuta, labda niweke ya laki, naweka 95, napunguza roti, napata 5,000, nakuwa na ushirika na Mungu. Napunguza mzunguko, sehemu nyingine napaki gari, natembea kwa miguu. Kwa sababu si mjini. Kwa nini lazima niende kila duka na gari? Napunguza, yaani unaona nakuwa na uwepesi katika kuandaa sadaka yangu kumtolea Mungu. Hiyo ndio solution. Kwa hiyo ukiniambia kwako wewe ni ngumu, umejifanya wewe ni ngumu. Kuna vitu vingine ukiamua sifanyi leo. Dada, hizi nywele chana tu leo. Chana tu. Chana tu. Hii hela ambayo leo nilikuwa nikupe kweli wiki nzima nimepambana. Sina na kesho nataka niende na sadaka nzuri. Silikuwa hii nywele lazima tengeneze 6,000 au 5,000. Wacha tu niweke kwenye bahasha niende mbele za Mungu kwanza kesho, nikimaliza Mungu anisaidie Jumatatu nitakuja kutengeneza hizo nywele. Tutakaa vizuri. Unaamua leo siende saluni kupunguza nywele. Ni mwanaume kwa sababu ni 2,000 au ni shilingi ngapi? Basi umeweka kwenye bahasha, useme nimesumbuka, sina cha kutoa. Basi nimejinyima eneo hili. Mungu akiona moyo wa namna hiyo, anawatafuta watu wanaomwabudu katika roho na katika kweli neno lake. Mungu anatafuta watu wa namna hiyo. Na wako hapa watakaoamua kusacrifice maisha yao, kujitoa. Nataka nikutangazie hiyo roho iliyoko mahali hapa katika jina la Yesu. Yaani hiyo roho haitaangamiza tena kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Na tunakwenda kuishughulikia hapa Jumapili. Amen. Kabisa tukubali. Nataka nione watu wa Lorvani na wao wakipita. Watu wanamiliki bajaji, wanapeleka. Wewe unamiliki nini? Unalima nini miaka yote? Unalima sijui viazi miaka yote, unalima sijui mahindi, hata bajaji. Ya mbona wewe ungekwenda kuletea hela hapa? Acha wewe. Nimeenda kufundisha sehemu fulani umisheni. Kijana mmoja baada ya kufundisha somo la umisheni. Maana mimi pale kanisani ni mratibu wa umisheni. Niko natembea kwenye mikoa hiyo sehemu ambayo kuna uhitaji wa kujenga makanisa. Sasa wakati nafundisha, huyo kijana alikuwa na gari yake fulani hizi kubwa hizi zinaitwa nini hizi ambazo inabeba watu 9 hizi. So Alfa. Hiyo ndogo, hizi nini inaitwa? Sio ndio inaitwa nini jamani? Kuna gari moja saluni hivi kubwa ina viti mpaka nyuma. Sasa nabeba watu. Wewe utakumbuka. Inabeba watu. Akasema, mchungaji, mtu atakayekaa hapa mbele na mimi, huyo yani nikienda tribu hii kwenda hivi, ni mtu wa misheni. Iwe la yake analipa na ingiza kwenye bahasha. Nikirudi na mtu anayekaa hapa mbele, hao wengine ndio faida yangu. Akaamua kumtumikia Mungu kwa namna hiyo. Tunapozungumza sio mtu wa kawaida. Nini? Kaamua. Kaita maamuzi. Kama kwenda hivi 3,000. Kwa huyu mtu mmoja hapa mbele. Na kurudi 3,000.
6,000 hiyo kwa siku ameingiza kwenye bahasha ya hiyo kiti, kwamba hii kiti hapa kwa niaba ya viti vyote ni ya umisheni. Sasa wewe tuko hapa siku zote tunakuja maktani. Natamani kuona watu ambao una pikipiki, hata basi kama ni ya kuandikishana basi iwepo, kama ni bajaji basi ni ya kufanyaje basi iwepo.